Tegeri wa Weru TV turi mweko kuma studio ya Weru FM 96.4 na Mheshimiwa RAHIM DAWOOD mbunge wa North Imenti antuba North Imenti na Nyaba Meru County ni Kuburomba bire byenu byonze kibiye gukurukira 4018 nilikuwa peke yangu lakini umekuwa host mzuri karibu sana mweshi lakini mbere tuambire muthikire nkurikanio kaire ukainya *106# ndene ya thimu yaku muthikire no ku update sim registration details chia kweta kire option 2 ukienda gutuika victim wa wamba kana antubara bakuya gukurukira sim card shanto na ikyo gitumi kamboni ya Safaricom yo kuromba na gitio gikinene umbe kwithirwa ningi kinyanduke na Safaricom dealer kana agent kana kinyethera una thimu ya smartphone ukethirwa kinya *106#. Karibu sana mheshimiwa, it's been a minute, umenitupa sana. Asante, siasa imeshika moto. Asante Karemi County na wasikizaji wa Weru TV na Weru FM. Yes. Yes, nimekaa muda mrefu sijakuja lakini ni siasa imekuwa mingi na kazi ni nyingi, that is why sijaweza kukuja. Swali langu la kwanza, wacha tuanze juu kidogo kabla turudi North Imenti. Kulikuwa na governors debate, uliona? Yes, niliona governors debate. Although ingine wakati mitambo iliharibika ilikuwa haieleweki, lakini it was a nice debate. I wish ingekuwa hata ya MPs ndio tungeweza kuongea, lakini isikuwe ya matusi na vita ya physical hata. Na maybe maoni yako kuhusu hiyo debate, kuna mtu una support governor Meru County? Mimi ni independent candidate, so siruhusiwi kusupport mtu yoyote. Wale wote ni wetu. Mheshimiwa Kawera Mwangaza, Mheshimiwa Mithika Linturi na gavana wetu wa sahi Kiraito Muronge, wote tuko na history na hawa. Tumefanya kazi na hawa hata kabla niingie siasa tulikuwa tunajuana. So mimi nitawachia watu wa Meru County waamue wenyewe vile waliona hiyo debate. Shori Mheshimiwa Kawera hakuweza kufika. Yeye alisema ni sababu zake. So mimi sitasema ni nani nitasupport. Watu yangu wale watasupport. Ule atachaguliwa tutafanya kazi naye. Wapinzani wa RAHIM wamekuwa kusema kwamba RAHIM alisema anatafuta tu term 2 za MP alafu apande kidogo ama aende akue governor ama akue senator ama sijui ni aje. Uliamua aje kurudi for the third term? Did you say that in the first place? Mimi wakati nilisema hiyo silikuwa nimepelekwa petition kotini. So vile ilifanyika ni wakati nilipelekwa petition ili niharibia karibu 1 year. So mimi nilisema sasa kama hii term yangu ya pili imeharibiwa, nitarudia 2022. Ndio nikipigana hiyo kura isikue kama ilikuwa ni bahati nilishinda 2017. So ni muhimu ni kue kwa debe, kuprove kwa watu na kuprove to myself as well kwamba mimi nilishinda validly. Na pia kuna kazi kidogo inabaki. Yes. Ile nataka kumaliza na kuleta. Sio ati mwingine hawezi, lakini kitambo afike kujua hizo kazi vile pali imewachwa na pali itafanywa itakaa. Na unajua atakuwa amepoteza wakati. Na mheshimiwa, maybe in your 5 years ulikuwa na plan na ulikuwa na manifesto ya watu wa North Imenti. So far umefikisha wapi kazi? More than 80%. More than 80%. Upande wa stima nimeweza kuleta more than 40 transformers. Barabara zimefanywa. Zalami Eastern and Western bypass imemalizika. Ilianza kabla ya kura 2017 lakini zimemalizika. Phase 2 ya bypass ilikuwa imekwama because phase 1 ilikuwa inafaa imalizike, phase 2 pia. Lakini World Bank wakatoka kwa hiyo project. So ilikuwa ni kusukuma serikali kuu ndio ifanye. So phase 2 imeanza. Although kuna challenges ya pesa, kulipwa Young haijalipwa karibu 2 billion. Lakini mwezi uliopita nimejaribu kupitisha supplementary budget
wapatiwe 100 million na kuna ingine ya 2022-23 nimeweka another over 100 million ingie, so at least waweze kusukuma. Na watu wa pande za Nyakigiaki wao wanateta sana wakisema umewa sideline. Ni ukweli kimaendeleo? Ni uongo kabisa. Hiyo ni wapinzani wangu ndio wana spread your rumors. Mtu yote akitaka kuenda Nyaki East waende Mbuta Primary. Nimepeana more than 7 to 8 million shillings ya kujenga hiyo shule. Ilikuwa ni ya mabati, saa hii ni kama academy, hata watu wa huko wanajua. Ukienda Mbirikene the same, Mbirikene Primary, Mbirikene Day, between 5 to 6 million. Ukienda Kambereo nimepeana karibu 4 to 5 million. Hata saa hii kuna kazi inaendelea. Ukienda Dhameri Primary na Dhameri Day, kwanza Dhameri Day na Dhameri Primary kulikuwa na wakati kulikuwa na watu walikuwa wamepelekwa kotini kuvunjwa hiyo shule, na mimi ndio nilipeleka kusimamisha hiyo kotini because hiyo shamba ilikuwa ni ya Daudi Mbogori, the late Daudi Mbogori, familia yake. Makosa ilifanyika wakati ilianza kujengwa, ilijengwa in the wrong place. So shule ilikuwa na kiwanja yake. Tunajaribu kuagana na familia na through the government ofisi ya DEO, education office, kwamba tuwapatie ile kiwanja ilikuwa ya shule pale haijajengwa, ndio hii pale shule imejengwa ibadilishane, ndio shule yetu isibomolewe. Ukienda Kadhirone, ukienda Karerwara, ukienda Nkabone, shule zote hakuna hata moja imekosa. Na pia bursaries, nimewapatia bursaries ya kutosha. Hakuna hata mtu moja ule ameapply amewahi kukosa. Na barabara kutoka Ndurumo, barabara hii ya Mikindori junction ya kwenda Giaki, over 50 years hailikuwa imewekwa lami. Kibaria Njero watu walikuwa wanashindwa kupanda hiyo Karemi. So saa hii paka kwa Ng'ombe na Miomponi inachukua less than half an hour. Hiyo ni lami nimeleta. Kutoka Giaki kuenda Charia, tayari contractor amepatiwa, ni vile contractor ule alipatiwa 2017, Northern Construction ndio amedelay, na alafu alishindwa, ndio ilipeanwa kwa Chinese contractor who is already on the ground. Anakuja kutoka Charia kukuja Giaki na alishaweka hata culvert 2 months back. Sasa mimi nashindwa ni pali gani nimewa sideline kama nimewaletea hata mabarabara na kila kitu. Na mheshimiwa, kulikuwa na wakati governor alisema kuna barabara za Maumau ilikuwa itoke sijui Kitembene mpaka huko Ruiru Junction, au far away? Okay, barabara hiyo ilikuwa ni kutoka Ngonyi, Ngonyi pale Mwera Mwanki, ilikuwa inakuja all the way paka Meru Showground, alafu kutoka Makutano iende paka Kithoka Junction. Sasa imekuwa split into 2, phase 1 na phase 2. Phase 1 tayari imetangazwa na contractors wanafanywa evaluation sahi. Tulikuwa tunatarajia itaanza kabla ya kura, lakini bado hatujajua. Surely the whole phase ilikuwa ni 12 billion, lakini wameweza kusecure 5 billion. Inafaa ianze kutoka Gitimbene Cereals Board ifike paka Meru Polytechnic, alafu hiyo ingine itafanywa baadaye. So tunatarajia kabla ya kura, nilikuwa nimeambiwa, lakini contractors wanafanya evaluation sahi, lakini iliwekwa tender, ilifanywa in this year in April. Na kuna tetesi kwamba umekuwa ukiblackmail Kenya Kwanza ama Meru Kwanza wa kusupport, na unajua wako na candidate North Imenti ambaye ni Halima. Ni ukweli umekuwa ukiwa blackmail? Sasa mimi nita blackmail nikiwa nani? Rahim Dawood. Mimi sina haja ku blackmail mtu yoyote. On the contrary, hawa ndio walikuwa na mkutano na ndio walipendekeza internally kwamba wanahitaji Rahim awasaidie kwa presidential campaign. Mimi kama ningetaka kuingia UDA hakuna kitu ingenisimamisha, because polling ile ilifanywa
hata wako naye waliona mimi niko juu. Huyo Halima alikuwa number 4, number 3 ama number 4, na anajua tulikuwa kwa hiyo mkutano wakati alikuwa anapatiwa polling results. Alikuwa karibu analia, lakini mimi sitaki kuongea mambo ya Halima because miaka hiyo yote amekuwa miaka 5 bunge. Hawezi kusema mara ngapi ameongea bunge. Hata it's less than 50 times, less than 50, hata 50 sioni kama imefika. Mimi nikiwa bunge nimeongea zaidi ya mara 800 in my hiyo 9 years. So nikiwa nimeongea, nimeleta motion ya ICU na blood donor unit hapo bunge, na ilipitishwa kwamba every constituency lazima ikuwe na ICU na blood donor unit. Msimu hii nimeleta bill ya Kenya Deposit Protection Fund, insurance fund, pale banki ikianguka na mtu akiwa na pesa zaidi ya 100,000 apate 500,000 na lazima ilipwe within within 6 months banki ikifungwa. Na bill hiyo ilisainiwa na rais December, alikuwa amesema irekebishwe, na I think in March ama April aliweka final signature. So niko na bill hata niko na bill ingine ni vile Justice Committee ilikuwa na kazi ya election ndio haikupita, lakini hiyo bill ilikuwa ikisema mama akiwa na mtoto kwa tumbo ama mtoto chini ya 5 years na anaenda kufungwa less than 10 years, asifungwe kwa gereza, afungwe kifungo ya nyumbani, so that aweze kuchukua atumikie mtoto yake. Shori, unajua jela sio mahali ya watoto kukua. Sure. So that is what nilikuwa nimependekeza. Imechukua mwaka zaidi ya 1, lakini bado haijaweza kufanywa first reading because public participation walikuwa wanafanya sheria za uchaguzi, so hawakuweza kufanya hiyo. Kuna mtu anauliza wakazi wa Nthimbiri Kaunjira hawajakuwa na stima na barabara ya Gashiege kwenda Gitebe Market. Barabara ya Gashiege kwenda Gitebe Market ilifanywa advertise 2015. Nilikuwa nimetafuta 240 million na ilikuwa under Kera. Baadaye wakati ilifanywa advertise ni contractor akapatikana moja peke yake na akakot 56 million per kilometer. So ilibidi kufanywa re-advertise. Ikifanywa re-advertise, shori Kera hairuhusiwi zaidi ya 40 million per kilometer. So ikifanywa re-advertise hakuna watu walipatikana. Nilijaribu kusukuma kutafuta contractors kutoka national huko, tulikosa. Sasa hiyo pesa ikakuwa reallocated, lakini 2017 wakati manifesto ya Jubilee ilitoka, ilikuwa imewekwa kwa kitabu ya Jubilee kwamba it's under procurement, lakini nimefuata hiyo pesa vile ilienda, ilipeanwa kwa another project. Lakini kwa saa hii nimetafutia over this 5 years, lakini mwaka uliopita tumepata pesa 30 million ile nafanya kilomita 2.5 ya kufanya lami. So lami itafanywa na kila mwaka ile pesa nitapata nitaweka, kama ni 10 million ama 15 million nitaweka kuimaliza iende paka Getebe itoke Ngonyi. Na hii ya Kaunjera si ati haiko project ya ini under rural electrification, na tunapatanga pesa kiasi fulani tunapeana projects. Hiyo project ilisemekana wakati tulikuwa huko mwanzo. Sitaki kusema kuna mtu alipromise ataweka. Sasa hiyo ndio ilichelewesha. Lakini tayari it is in the progress. Ni pesa ndio inatafutwa. Nimeongea na mkubwa wa RERAC. Hiyo ni rural electrification. Imepitisha budget. Ndio that is why imechelewa kidogo. Lakini nimeahidiwa labda kabla ya kura tutaweza, unless nitafute budget kutoka mali ingine kidogo ya kuongezea. Budget yake ni more than 4 million na ile pesa iko kwa account ya rural electrification, sio kwangu hapa Meru, ni 3.4. Na unajua serikali lazima ikuwe na
pesa ya kutosha. So pesa 600 ndio tunatafuta ni wapi itatoka, ndio ingie kwa hiyo account. Lakini pesa haiko kwa mfuko ya Rahim. Iko kwa mfuko ya account ya serikali. Yes. Na kuna mtu anauliza, Rahim amekuwa Jubilee, tukasikia fununu naenda basa huku enda mara UDA, una support nani kwa kiti ya president? Mimi nimesema mimi ni independent. Na nimewahi kusema ule alioa mama yako ndio baba yako. Hiyo ndio Kimeru inasema. So mimi sitasema ni nani na support. Kwa roho najua ile mtu na support. Lakini roho yangu siwezi kufungua ni kuambie ni nani. Wewe usupport ule utasupport na mimi nitasupport ule nitasupport. Mwishowe ule atashinda, tutafanya kazi naye. Shori lazima tufanye kazi na ule ameshinda. Hatutashinda kukaa kwa opposition, hapana. Kuna mtu anauliza barabara ya kwenda hospitali ilikuwa mama bado inatengenezwa? Barabara ya hospitali hiyo ndio shida. Nimesema kwamba ni anda kura na ni pesa ndio hawa Echiang hawajapata. Walianza lakini imekwama because ile tumepata kutoka supplementary budget ilipitishwa in April, lakini paka waleo haijakuwa released kwa Echiang. Sasa hapo ndio wamekwama kidogo. Kuna mtu anasema, jambo Wero, I'm Lawrence Lugwiri from Giaki. Ask Honorable Rahim what plans does he have for people living with disability, and tell him and the Amiri Giaki community we are proud of his work. Asanti Lugwiri. Lugwiri ni daktari huko Kabaone na ni people living with disabilities. Mimi ni patron wa people living with disabilities. Kuna wakati pia nilikuwa nimepima limbs. Wale walikuwa wamekatwa hapa, ilikuwa imelaunchiwa na Professor Kopia 2 years back kabla ya COVID. Sasa COVID ndio ilisimamisha hizo vitu zitoke India. Shori zilikuwa zinatengenezwa, lakini kuna wengine nilikuwa niwapeleka Nairobi in 2019 na walitengenezewa na walifitiwa kama 30-40. So tunangojea limbs na mikono na miguu zile zimekatwa ya karibu 140 people. Tunangojea. But nimewahi kupeana na peananga na pesa zangu wheelchairs, crutches na mambo zingine, hata disabled wengine kama 3 nimewajengea hata nyumba. Muthikiria biore biaku bionthe kiri Mheshimiwa Rahim bijo kurukira 40321 kana 40188 tuigwe nteto cia biashara ithaijire na nusu tucokere tute na mbere na rwaria rwetu. Tagwa Elipapa Skaimbilo wetu ni ntule amwetuika kilomita blockation. Kambuga ndi mbendete Welu FM muno maingi muno rira ndakiriria na mawira ndwa ndikagiria Welu na ngagua ndi mwigane muno na gitumi niki nila idagiria na macinani na ubabange batukumba gukinya yo ni kinyaga na tugomba gugwata uterio maingi muno tukukuma dajile ndikagiria gipindi kingi kirwagire kwa Welu FM kialege na nimbe yake kinda ndimo muno kwa kuoleria nkinyama ruani ni Dickson Kaborio nintumikagira Welu nitumiendete nuntu ni mutambo wetu urio utigagia na nituguja gugitigia na Welu ni piraga gintu kimbendete ki Welu muno nitwendete nuntu bwa kugocangai gintu kumada da jere na nusu mpaka da dita nebekaraga baina kigoco kiega sana nebekagira kigoco tukagigoca ngai sana tukigutwebeganire kogu ne tuturaga nembegujaga ngiturage Welu FM igitari lionde na ninkeguja ngikena nikyo kipindi kiu nikyo mbendete kiu aki kiu kia kugoca da icu tukagoca na mpaka torweka gwata jana twana ninde na tuo mujindugurerete unkiona twamberia kuruga nuntu bwakyo lionde ngakurugurira Welu batikenaga nibegujaga bye batukanire ni tontu batigwe nyimbo ira bajia Welu ira bendaga na bauga abaruguragira Welu ona TV ni turuguragira Welu nuntu nio tuonaga na nio twiguja igitwija na njira mbega na nio turetagira ipindi bibiega. Amarietwa mbitagwa Gaceri, mbitagwa ndi mwana biashara Chogoria na
umde mbugeni na gikeno nuntu bwa gucererwa ni Welo TV na ningiona Welo TV nindikagiria kinya Welo FM na nke abenda nuntu bwa gutuika ni baragia nteto bura ibatie na ningi gutukinyira kinya na mashinani mwana nwa biashara ni batuseragira bagaturia changamoto jia biashara jietu nikio ngubacokeria nkatho nuntu bwa muthonyo mndi wa kundiungira gwakwa choke mbuge kintu kira ginkeragia ki Welo TV ninkenagua ni kalemi ona nuntu bwa kwaririria siasa lokere ni at least tukegujaga tukimenyaga kuria turi nuntu tandi mwana siasa na nimbendete siasa muno na nimbendete ogu Welo TV etwiraga one on one mwena nwa siasa so ngacokeria Welo TV nkado nuntu bwa utwa kalemi agatwira ala tubateire kwithura turi pendete kalemi muno nuntu bwa na kuthekaga studio tukegujaga tio twi wa mama tutebatigire nyuma ni tuchangamukaga atheka lokire tukameona uthuri tukenagwe ni kalemi sana nanga soka ngamenya kalemi ona keweti ni atwinganite muno twage kuruba thoko wetie sawa geti tumenya kalemi ke Welo TV hata wa mama wako wote. Twarairie mantujegie wendo mantujegie mukuru na mwekuru anabare kwi mwari utega ukathugani wife material na ti wife material na kinya anabanthaka muntu ucio na bati kumenya purity ugwinya ingo gimbi uita omba kwitho nyotiringithagia muthetu nomba kwitho imwekuru kuri magucwa ni ntuku cionthe cia Jumatano gwatanirite na Mama Digital kwambiria themwe itigeria na dakika 15 mwanka themwe na dakika 20 Beta Purity nguta tugwatanirite na Mama Digital kiri mubango jotwari uma taroa Inya star 812 star 969 hash kugwata kadil jasikiza tuni yeku. Mambo najua niko na kaloni kako nakumbuka tu nimeona tu simu yako nikajua ni kaloni lakini kuna kadili nakafanya hii wiki tu hata nitakupigia simu nikiwa katikati ya deal. Unajua siwe peke yako na didai loan, kuna banks na nidai loan. Hata saa hii tunaongea hivi tu saa hii wamenitumia message na wewe pia ukanipigia na najua ni loan. Hiyo deal nitakupigia nikiwa katikati ya deal. Niko na kadil. Hata ukisikia nikikaita kadil ni deal kubwa na utapata pesa mpaka unipe change. Hii wiki tu. Nakulipa tu hii wiki tu bro. Chill tu. Inya star 812 star 969 hash kugwata kadil jasikiza tuni yeku. Ndea lele kangeta haere. Ama hapo. Kumamero na rap na mistari. Leta driving license. Ala, ina makosa bwana. Naona hii gari ina makosa. Ina makosa kabisa. Ala. Na yeye ni muzikirani wewe hapo. Meza bodi kidogo. Oye, kidogo tena. Hapo. Tunaulizaje? Ni station gani hapa? Tunakuuliza ni station gani? Bwana. Angalia kumbaku. Unajua nafikiria tunampeleka kwa station na tunataka kujua ni station gani. Wero FM Umundune Ija Weruni. Thaiziricero kiri muthikiri ndeka cia twika 35 ngikurikania kairi bank ya NCBA Bank kirigwe mutegeri wa Wero TV na muthikiri wa Wero FM. NCBA Bank ni ukwa kanya kagitene gaka kienda ningi bogo finance 100% financing ugakiro nyomboka nenkiro chabi na kiro kwendeka kugita kimuthikiriya ni kwithirwo kibariungira rwangirwa rure akwinagwe kana ugatuma rito rina SMS rito yaku na kinya email address kiri 16116. Mheshimiwa naona umeshika
file na iko na Kinoru Stadium. How are we faring? We are not faring very well. Kunae document nilipatiwa last year November na MCA Murega, tukiwa pale tukiangalia pale ofisi za chief na police post pale Kinoru itawekwa, na niliuliza, unajua walikalia hiyo barua for 4 years, ilikuwa ni 2017 walikuwa na barua, mimi nikapatiwa November nikiambiwa sifanyii kazi hiyo. So tuko na youth center pale, na niliuliza waziri Amina, walikuja na PS wake, kwamba when are they building. Sports Kenya walikuwa wame promise watajenga ofisi ya chief na police post, lakini paka wa leo hakuna kitu kama hiyo. Na waziri wakati alikuja Amina alisema Sports Kenya ule alisign hiyo barua was not authorized to sign. So baada yake niliomba governor Kiraito Muronge through his na yeye mwenyewe pamoja na CC wa lands Lenya kwamba tuweze kuconvert ile youth center ile iko within the hapo ndani ya stadium, tuweke fence kama CDF na tui partition, pandi moja ikue ofisi za ACC, that is county huyu DO pamoja na chiefs, na pandi ingine ikue ofisi ya police post because ndio inafaa ni gazetted, vile nilielezwa ni gazetted, so lazima ikue police post. Hiyo barua na authority paka leo nangojea. Nilikuwa nataka hiyo stadium pale hiyo iko ikatwe na ipatiwe kwa DC ama county commissioner, title ilikuwa kwa office of the president. But paka leo hakuna kitu imefanyika. Stadium imeisha na najua madaraka itafanywa kesho pale, na paka wa leo hakuna kitu, hatuna police post pale Kinoru. Nimeona kibao inasema police post, lakini hakuna watu huko. So hata nimeshindwa itakuwa aje. Labda county commissioner anaweza kutueleza. Pia Kinoru kwa saa hii nimelima barabara zote, ile sio zangu, lakini nilisema nitasaidia watu wameumia, na nimeweka maram. Lakini nasikia MCA anazunguka nyuma ya hizo tractors akisema ni yeye, hizo tractors ni ya NYS na ni chini yangu ndio wanafanya ya milimani. Alafu kuna barabara ingine pia ninaweka kabro, tayari tumeadvertise, tunangojea award ya hiyo. Na sio ati nishauri ni kura ndio nafanya. Mimi ninafanyanga kila mwaka mali yote. Hata barabara za MCA nafanya. Hata barabara hii ya Menani kutoka kwa Njage kukuja Lami kukuja Kinoru MCK kutoka Kitwiki. Ni mimi nilitafuta hiyo lami na ndio imefanywa. Lakini nasikia MCA ndio amefanya. Sasa nauliza kura ni chini ya MCA ama ni MP? Ni national government function, sio ya county government. So ile barabara governor amenisaidia naye ni kutoka barabara ya hospitali kuenda cathedral, kutokea hapo Makutano ndio aliniwekea lami, na namshukuru hapo. So unajua, wacha MCA afanye kazi yake. Akisema miaka 10 nimepeana 300 bob peke yake, na wakati alikuwa ofisi yangu anajua kila January February nilikuwa namaliza checkbook mzima. Wakati shule inafunguliwa nilikuwa napeana basari ya mfuko yangu between 2 to 3 million every school opening every year. Anajua, na sio ati hajui because tulikuwa kwa ofisi at the same time. So awache hiyo maneno ya kusema ati napeana pesa 300 ama nini. Kama mimi napeana 300, si ndio yeye apeane 500 basi? Yeye anafaa aeleze wananchi. Unajua yeye alikuwa kwa ofisi yangu. So anafaa aeleze wananchi ni kazi gani amewafanyia. Na wale casuals alikuwa anawatetea, mbona amekimya
Shori mtu wake ameandikwa kwa county, sasa amekimya. Ile casuals alikuwa anapigania, anasema yeye ni mtetezi. Basi wacha ajibu ni kazi gani amefanya. Huyu dada yangu mwingine nimemsikia jana, hata na kwanza alisema kuna 100k ulipromise kwa fundraiser. Kwanza anasema kwamba mimi ati nilikuwa offered job na deputy president ya ambassador, mimi niliomba. Alikuwa wapi nikiomba? Na kama mimi niliomba, si ndio aniwachie mimi kama mimi niliomba? Mimi niko kwa kiti na nitaomba kiti hii hata kama nimesema ama sijasema. Jana nimekuwa cleared. Na awache gari yake inazunguka ikiambia watu ati nimesema nitasupport yeye, Halima Mucheke nitamsupport. Ni kijana kibendera ule anakuwa kwa gari yake akitangaza Rahim ame step down in favor. Nikiwa nimechukua nomination jana as a candidate kutoka kwa IBC, nita step down yeye kwa nini? Si ndio mimi nilikataa kuingia kwa UDA. Shori nilikuwa nataka akuje kwa debe na nimuoneshe vile ako. Na hiyo 100,000 anasema alipatiwa. So, iliwekwa kwa hiyo kikabu hapo na PA wangu. Alafu sasa ile pesa alikusanya siku hiyo. Alipatia groups ngapi? Hiyo karibu 10 million ilienda wapi? Anafaa apeane record ya watu aliwapatia, because watu hawakupata hiyo pesa. Hiyo pesa ndio anatumia kukampeni saa hii. Hata zile mitungi alinunua alizirudisha nyumbani, ndio anafanya hii ya gas, ndio anafanya kampeni naye. So dadangu awache hiyo mastori nyingi. Na kuna mtu anauliza, ambia Rahim, barabara ya kwetu Ngurumo Tukainginyo haijawahi tengenezwa for the last 10 years, na kuna barabara nyingine hapa ina Karumba from Kashiege. Rahim, tena barabara Kashiege inaendelea kutengenezwa. Okay, huyu anasema hiyo barabara inatengenezwa. Hii barabara ya Ngurumo Tukainginyo, kwanza sijui watu hawajuangi MCA anafaa afanye barabara gani na MP gani. MP yake ni class A, B na C. So hizo barabara za ndani sio ya Rahim. Hiyo ndio nimewahi kuambia watu. Ni vile unajua barabara za MCA pia nawasaidia, ndio watu wanasemanga hizo ndio barabara zangu. Lakini hizo sio barabara zangu. Barabara ni za MCA, lakini tunajaribu pale tunaweza tunafanya. Na iko kwa plan. Okay. Kuna mtu anasema village inaitwa Mudhombe Ngonyi hakuna stima for the better part, na uliwa promise tutawekea stima. Kuna transformer imewekwa hapo kwa karibu na kwa kina councilor Kinankau, hiyo ya Mwera Mwanki kuenda juu. Na kuna transformers karibu 50 nimeapply. Na tulikuwa tumeongea na ule alikuwa MD wa Kenya Power, Ngugi. Ni vile alienda kuresign, sasa hiyo ilirudi reverse yote. Na huyu mpya, unajua kumekuwa na shida kwa Kenya Power, ndio imeleta shida. Lakini iko kwa plan na itafanywa. Kuna watu wabomoa wanaogopa, wanauliza hiyo barabara umesema Kitembele tumerupoli. Hapana, mimi niko kwa kamati ya barabara saa hii, nimeingia 1 year back. Na nimeongea na Director General na PS na CS Macharia kwamba wakati tutapanua hiyo barabara tutahakikisha hatubomoi manyumba. Shauri zaidi ni Makutano kwanza inabomolewa, hata sio town. Kutoka Makutano kuenda chini hapo karibu na cooperative kulikuwa na shida, lakini wakati consultant alikuja tulisema tutapunguza barabara from 40 meters ikwe 28 meters. Ndio parking ndio itakosekana, lakini tusibomoe nyumba. Kama hapa town hapa karibu na Makyu hatutashika Makyu kabisa. Hiyo nimewaambia na nimewahakikishia kwamba haitabomolewa pali yoyote. Pale itakuwa ndogo tutaipunguza kidogo, lakini hatutaharibu barabara na hatutaharibu manyumba. Hakuna kubomoa. Na kuna SMS nilikuwa kusomea. Okay. Morris anasema kazi nzuri, 5 tena ingine ya Rahim, barabara. Okay, sawa plans. Kuna mtu anauliza what plans does Mheshimiwa have shauri yako village? Brian sijui kama ndio assistant chief wetu ama ni nani. Hiyo maneno nimepigana kutoka 2016 wakati CS Kaimenyi, Professor Kaimenyi alikuwa lands minister.
wakati tulipeana titles mjini, majengo na salama. Hata shauri yako ile kwako. Hata nimetoa pesa zangu ya kufanyia survey hapo. Lakini kuna physical planner anaitwa Musyoki hapo kwa county. Alilalia hiyo maneno na niliongea na Mr. Lenya, ameniambia wamemreplace. So tunangojea mabarua kutoka kwa county government ndio tuweze kupatiwa title. Kuna wengine wako na allotment letter, zingine zilichomeka. Lakini tumefanya hiyo approvals yote tukiwa na Chief Mercy na viongozi wote wa shauri yako. So once county government itupatie barua, tumeongea na PS Dr. Muraguri, ameniambia letter anifanyie title. So county government wakitupatia, as soon as wakitupatia, hata shauri yako itapata hiyo. Na hata niliwawekea mulika mwizi. By the way, mulika mwizi nimeweka 16 last year within North Imenti 16. So mtu mwingine asiseme ni yeye. Kuna mtu hata naiomba Kainginyo. Tunaye hata mali nyingi inatakikana. Inahitajika hapo Marua, hapa karibu na prison tunahitaji shauri hapo, kuna shida. Kuna mali nyingi pale nyingine inatakikana. Kidhoka pia tuliweka. So tunahitaji mali nyingi. Nimeomba emergency kama nitapata, lakini hawana budget. Pia kunaye shida ya wale wanafanyanga kura. Wanatafutanga kura. Wanasemanga mimi ndio nimeleta, ama wakati tunafanya kura hawafanyi ile kura mzuri. Kama wiki mbili uliopita nikiwa natafuta ID copies pamoja na signatures. Tulikuwa Kaudhene. Candidate moja alituma a retired teacher na vijana. Wakafurusha hiyo mkutano, wakavunja kioo za lori yangu. Na ni a female candidate. Hata nashindwa kama wamama wanalalamika kwamba wanateswa na wanaume. Sasa mama akianza kutafuta watu wa kuvunja magari kioo, ilivunjwa lori kioo yote. Na pickup ilivunjwa kioo 2. Although mimi nilikuwa nimetoka saa hiyo, lakini haifai. Na pia kuna candidates wengine wanaambia watu RAHIM atakuja hapa. Kama watu walikuwa wananingojea Mwirene, na mimi nilikuwa bunge. Wananingojea Mbeo, niko bunge. Wanangojea Dhimbiri, niko bunge. Sasa watu wasisikie mambo ya hawa candidate, na hawa ni candidate wawili. Na wote wawili ni wamama. Hata ni ajabu sana wamama wanaweza kufanya kazi kama hiyo. Mheshimiwa, wasaa imesonga sana, lakini kuna North Imenti kuna aspirants wengi sana, na hata wamama vile unasema. Why would I vote for RAHIM in his third term? Unajua kunipigia kura, unapigia what is working. Pia kazi ile nimefanya. Na sijakuwa na mambo ya Mwiriga zote ni zangu. Kwa basari nimefanya all over. Development nimefanya all over. Na mimi ndio niko na maximum number of kilometer of roads in Meru County pamoja na Kenya. Over 100 kilometers, 125. Kama Meru bypass, northern na eastern, hiyo eastern na western bypass, barabara ya Ndurumo, barabara ya Mpuri. Na nataka kueleza, kuna watu wamesema kutoka Coca-Cola kuenda Gitwiki ati imesimama. Najua imesimama, ilikuwa na lami, lakini contractor ule Northern Construction Msomali aliharibu, akatoa hiyo lami na ametoroka hata kazini. Lakini nimehakikisha kwamba wataifanya na itafanywa kabla ya kura. Lakini sio ati shauri ya kura ndio inafanywa, lakini itafanywa. Pia kuna 1.2 billion inakuja ya barabara kutoka showground kuenda Gikiriri itokee Kemu. Kuna barabara ya Nkoune KPLC kuenda bypass naweka Kabro. So MC asikuje kusema ni yeye. Barabara zingine za Kinoru naweka Kabro na zitawekwa lami. So hata baada ya kura hiyo ndio nataka kufuatana. Ile haitakuwa imefanywa niimalizie. Mimi ni fair. Unajua mimi ni accessible. Saa hii
ukiona candidates wengine kwanza moja tulikuwa na yeye hapa Kirimatune, anakuja na watu 4 bodyguards, akienda mali yote anakuja na bodyguards, wengine wako na PA na hawana hata kiti. Sasa nashindwa, hata they are not accessible. Mimi open door policy. Na mimi nimesema mimi hata miaka 9 sijawahi kukuwa na bodyguard because najua Mungu anani protect. So I don't need a bodyguard. Kuna police spot inaitwa Ndhimbiri Karurune. Yes. Wanasema unaweza wajengea social amenities hapo na kufence. Fencing itafanywa kama pesa zikipatikana. Sasa tutaenda in August. Tutafanya hiyo. Kwa saa hii tulikuwa tunafanya bursaries ya form 1s. Zinatayarishwa, makaratasi zilichelewa. Mwaka hii tumepeana kutoka November mpaka February 35 million kwa form 2, form 3, form 4. Sasa form 1 ndio tunamalizia saa hii. Na hii barabara ya Magondo kwenda kwa Ndhambe iliachana nayo? Hapana, saa hii bado inaendelea. Ni vile nimesema Echiang hawajalipwa pesa. Hiyo ni kwa phase 2. Ndio tunaongojea, lakini wanafanya culverts na maji kupita. Okay. So tayari imefanywa hizo na inaendelea. Kazi inaenda, lakini ni pole pole, lakini kufanywa itafanywa, si ati haitafanywa. Parting shot ya Mheshimiwa Rahim kwa watu wa North Imenti. Parting shot ni kuwaomba kila mtu, wale wa North Imenti, wale hawakunipigia kura na wale walinipigia kura. Ukifanya Proverbs 19:21 inasema kuna ndoto nyingi sana kwa roho ya binadamu, lakini Lord's purpose will prevail. Yes. So wale hawakunipigia ama wale wataenda kupiga kura na wataona ni mwingine wanapigia, Mungu atawafunga macho, aseme Rahim, 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 mambo ifike. Lakini natarajia kukua kwa hiyo kiti. Na mimi ni independent. Mtu achague yule anataka, lakini nimesema ni Rainbow Nation. So hatutakuwa na 6 piece in Meru County ama Kenya mzima. Mtu achague ule anajua atamfanyia kazi. Sio ule mtu wa mdomo wa kusema ati ambassador ama kusema Rahim ame step down ama nini. Mimi niko na tikiti tayari na nimekuwa cleared. Thank you Mheshimiwa kwa kupata wakati na nafasi kuja kuongea na sisi. Ibwaga sana muthikire nontu babiore bya kubingi muno, lakini gweteke to bishoki at least 90% nontu bwa mathatu kamwita ntukwingi, lakini mbere tunoka nkurikanie bonga for food antu be nampara, lakini nukuromba ati gutumira bonga points chiaku Kenya star 126 kagite na kaka nombe kuthiro gitakire option ya pamoja tungane ugatigira kwina Mukenya wina iri muthikire twetikirie turikiria u. Yes, nimepatiwa Mudhumbi polls na transformer zinakuja wiki hii. Okay. So hiyo tayari nimepatiwa information kutoka REA wanakuja wiki hii. Hiyo umeuliza. Yes. Sawa sawa, asante sana. Tutakuita tena juu ya masaa, naona wana wao imeisha. Asante sana.